Religion has been used in this country to enslave us. When Fidel Castro came to power in Cuba, he outlawed religion. Alipiga dini marufuku. Akaambia watu wa Cuba, hii dini ndio itafanya muishi fukara milele. Resources zenu zitaendelea kukuliwa nyinyi mkiishi kwa religion, kwa kanisa. Saizi Cuba is one of the fastest growing countries in the world with a GDP of $100 billion. Nchi ambayo ilikuwa maskini kwa Kenya. Go to Singapore and other countries that are not religious. But in Kenya we are so religious such that Ruto alikuwa anaenda huku Mlima Kenya church services. Saizi amemalizana na hao. Sasa church services anapeleka wapi? Kwetu. Na Nairobi. Alikaa akapima akasema hao watu wa Mlima Kenya nimemalizana nao. Hao watu wengine wa Kenya ni nani hawaelewi hii mchezo ya town vizuri sana. Akapata ni Waluya. Sasa zile vitu alikuwa anafanya kwa mlima anazipeleka Western sasa. Huko alikuwa anaendanga anasema Mwadhani Rosho lingi. Mwadhani Rosho. Sasa hizi ameenda Western ametamuka akamesema Mwami Yizominywe. Kwa sababu anajua dini ndio njia ya kunasa watu. Ndio kwa sababu mimi hata nikienda kanisani siwezi kubali ile nani inatumikanga kwa kanisa ati nyinyi ni kondoo wa Mungu. Mimi siwezi kubali kuitwa kondoo. Afadhali atu niite mbuzi ama fisi ama lion ama fisi, lakini sio kondoo. Kwa sababu kondoo ni mnyama mjinga sana. Na nyinyi mnakubali tu kukaa kwa kanisa, pastor anasema nyinyi ni kondoo wa Mungu. Mnasema amen. Badala ya kumkataza pastor, hatuwezi kuwa makondoo. Hiyo tumekataa. Hatuwezi kuwa. Mr. Speaker, namaliza in 2 minutes. Ndio kwa sababu tumenaswa na dini. Dini ndio Ruto anatumia to enslave us, to make us poor. Kwa sababu watu wa makanisa walimuuzia pulpit. Wakamwambia pulpit ndio hiyo, umetupatia pesa na sisi tumekupa pulpit. Na akatumia pulpit kufika kwa uongozi. Wewe ni Mluya, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkisii, wewe ni Mkamba, unakaa kwa kanisa, pastor anakusomea, Mungu anasema katika kitabu ya Warumi. Na imeandikwa hapo juu vizuri, barua ya Paulo kwa Warumi. Wewe Mluya na Warumi mnakutania wapi? Badala ukataze pastor, hii ni barua ya Warumi, sio ya Waluya, sio Wakamba, sio Wakisii. Wewe ni Mkamba, pastor anakusomea, Mungu anasema katika Wafilipi. Na imeandikwa hapo juu barua ya Paulo kwa Wafilipi. Wewe Mkamba na Wafilipi mnakutania wapi? Kama Paulo angetaka kuandikia Wafilipi si angewaandikia? Kama Paulo angetaka kuandikia Waluya si angewaandikia? Barua ya Paulo kwa Waluya, barua ya Paulo kwa Wajaluo, barua ya Paulo kwa Wakisii, barua ya Paulo kwa Wakamba, barua ya Paulo kwa Wajaluo. Let me finish. Kwa sababu kuna waongeaji wengine nyuma. Naona ndugu yangu hapa contractor anataka kuongea. Mimi nasema hivi. Hata ukisimama kule Kibira ukienda huko utapata kila room ni kanisa. Na iko na kabendera na pepea. Makanisa 500. Ukienda Kawangware makanisa 600. Kila karumu na kanisa. Mkuru kwa Njenga Madare. Kwa sababu Karl Marx alisema nini? Religion is the opium of the masses. Ukienda hapa Muthaiga utapata kanisa moja. Na hiyo kanisa moja imejengwa na matajiri kwa sababu ya shamba boy, watchman na driver. Jumapili wanaambiwa aenda hapo makanisa. Ukienda Lavington utapata kanisa moja. Ukienda wapi? Kanisa moja. Unasikia? Hawa watu hawataki kelele. Ndio kwa sababu mkienda kanisani mnasomewa Bible verse ya kukutisha. Ili uendelee kukaa Madare, uendelee kukaa Kibira, unasomewa verse ya kukutisha.
unaambiwa itakufaidi nini kama utaridhi hii ulimwengu yote na uende jehanamu. Ndio Ruto anatumia. Malizia na Ruto. Alafu wanakusomea ingine tena. Sikiza hapa. Na nikishaisoma mnasema Bwana asifiwe. Sawa? Wanakusomea ingine inasema itakuwa ngumu tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni kuliko ngamia kuingia katika tundu la shindano. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo basi unaweza somea mtu wa Muthaiga. Unasomea mtu wa wapi? Wa Kibira na wa Mathare na wa Mukuru kwa Njenga. That verse is made for slaves. Na Ruto anataka verse kama hiyo. Huwezi waambia mtu wa Lavington ati itakufaidi nini kama utarithi ulimwengu na uende jehanamu. That verse is not meant for him. It is meant for the people of... Ndio kwa sababu Sunday utapata wenzangu wa Luhya wamevaa kanzu ya ADC na kofia ya ADC, wanatoka Kibira, wametengeneza gwaride kubwa na mangoma, wanatoka Kibira wanaelekea Ngong Road. Unajua wanatoka kwa umaskini wanaelekea kwa utajiri, na wanaimba namna gani? Sitarudi nyuma, wao unafikiria kwamba hawa wameamua sasa maskini Kibira tumepunguka hawa na jioni unaona wanarudi wamekasirika, hawapiki ngoma, unashindwa kuliendaje? What happened again? So mimi nasema mambo yangu ilikuwa mambo ya dini. Dini ndio imeharibu hii nchi. Wakati nyinyi wa Kenya mtakosa kwenda kwa kanisa only one Sunday, wa Kenya maskini mgome, watu wa Kibira, watu wa Mathare, watu wa Kangemi, watu wa Mukuru kwa Njenga, mkome tu kanisa siku moja. Mkutani inaitwa baki wapi? Kwa Queen Elizabeth. Unaitwa aje? Hapo mkutani itaitwa kubwa. Iseme the slaves have boycotted church. What do we do? There is danger. Slaves have boycotted church. What do we do? Hebu gomeni tu Sunday moja muone. Kwa sababu gani? Kwa sababu dini ndio inatufunga macho. Sawa? Berenga minute. Stop interruption, you are out of order. A minute more. Remember, you are out of order. Please, you are out of order. So, as long as Ruto as long as Ruto will continue using the church, he will fool you. Mmesema Ruto anahutubia bunge lini? Nimesikia mtu akisema hapa Ruto atuambie mambo ya uchumi, atuambie mambo ya agriculture, atuambie mambo ya nini? Ya health. That is nonsense. We don't expect Ruto to tell us about health, about agriculture, about whatever. We want him to tell us one thing only: the constitution of IBC only. That is the only thing we are waiting for from Ruto. We don't expect health from him. We don't expect. Health is in shambles. It may collapse. Education is in shambles. Watoto hawajui wako primary ama wako secondary ama wako wapi. Walimu saa hizi kama unajua mwalimu mmoja rafiki yako ende muulize, wewe unafundisha secondary ama primary? Hajui. He doesn't know. Kwa sababu tunaambiwa katika hii primary hii shule ya nini itajengwa hapo. Junior secondary itajengwa hapo. Sawa? Itajengwa hapo junior secondary. Ule mwalimu wa secondary atakuja hapo ati yeye akue chini ya headmaster of primary. That happens where in the world. Na zile classes form 1 walikuwa wanatumia kwa sababu zitakuwa empty, zitafanya kazi gani? Si hao watoto wa transition waenda kwa hizo classes. Hiyo ni president. So mimi nasema religion ndio shida Kenya hii. Na mimi nashukuru walevi wawili. Mlevi mmoja anaitwa Kibaki alikuwa anakunywa white cup 2 kila jioni.
akajenga Kenya, na mlevi mwingine mwenye alikuwa anakunywa makali kila jioni, Johnny Walker, na akatengeneza infrastructure mpaka kwa Kenya tukaona barabara imejengwa kwa hewa. Hata kama haitakusaidia we maskini hiyo barabara, na unatoka hapo unaenda GM ama Mlolongo na mvua inanyesha, itakusaidia, utatembelea chini ya hiyo barabara. Members, in the interest of time, kila mtu anaweza kuongea 1 minute. Ndio wewe basi. Sawa.